Naam, nipo na Mlumbi hapa. Mlumbi, hebu wasalimie bwana. Aise. Unajua bwana, nataka nikujuze kitu kimoja kwamba usisumie ama usiwe mtu wa kusumia jambo kwa muda mrefu. Hata maandiko matakatifu yanasema pasikuchwe kabla hasira yako haijaisha. Makwazo hayana budi kuja, lakini mara yanapokuja basi samehe 7 mara 70. Maandiko yanasema hivyo. Sasa bwana moja, huyu bwana wakaitalifiana na mfanyakazi mwenzake, mtu aliyekuwa anafanya naye kazi sehemu moja, lakini huyu bwana baada ya kuitalifiana naye akaamua kuondoka. Kwa hiyo akawa kama ni hasimu wake vile, maana ilifika mahali mambo yao kabisa, hata kusabahiana ikawa ni kazi kidogo. Alipoondoka akaenda kutafuta mahala pengine katika kampuni moja. Ghafla huyu bwana naye huku nyuma kibarua chake kikaota nyasi, akaanza kuzunguka naye kutafuta. Akaona aende pale kwenye ile ofisi pasina kujua kwamba hasimu wake yuko pale. Alipofika pale, huwezi ukaamini, katika lile jopo la wanaosaili, aliposunza macho namna hii, yani alipotupa jicho kwenye lile jopo, akabakia amesusua namna hii. Nini? Akabakia amesusua, yani amepigwa na butwa, amepigwa dafra wanasema, akatahayarishwa. Nini? Kwa sababu amemwona hasimu wake yumo miongoni mwa lile jopo la wanaofanya au kumfanyia usaili. Akasema inakuaje hapa? Jamaa akasununu akasununu, yani akaingiwa na hofu, majonzi, akawa na huzuni sana. Katika kuangaza pale, anaulizwa maswali vile namna gani, uwezi ukaamini, akasumba kabisa, akawa amesumba namna hii, yani akakosa utulivu wa kuuliza maswali ili ajibu kwa ufasaha. Unataka kuniambiaje? Je, huyu bwana atapata hiyo kazi au namna gani? Hebu tuulizane mimi na wewe, maana hasimu wake yumo miongoni mwa jopo la wale wanaosaili. Baada ya kusema hayo, changu ni chetu, Kiswahili hazina yetu. Usiwe mtu wa kusumia, yani kuweka kinyongo ama kuchukia mtu pasina kuachia kutoka moyoni. Chukia leo, kesho samehe, endelea, maisha yanaendelea. Maisha ni leo na kesho, huwezi jua kesho yako utakuwa nani. Changu ni chetu, Kiswahili hazina yetu. Langu jina Emmanuel Arahago, Lumbi kila pahala. Naam.